alikuwa hafanyi uamuzi mzito mpaka ameshauriana na mimi, kwa sababu anajua tukishafanya uamuzi mimi ndio nasimamia utekelezaji. Waziri mkuu ndiye anasimamia utekelezaji. Na mwisho wa siku waziri mkuu anatoa taarifa. Anatoa taarifa kwenye chama, anatoa taarifa kwenye bunge juu ya mafanikio tuliyopata na matatizo tuliyonayo na mikakati ya kushughulikia matatizo hayo. Wote sisi, wote mawaziri wakuu, mkienda kwenye kumbukumbu, mkienda kwenye bunge, mtakuta kila mwaka tulikuwa tunatoa tathmini ya maendeleo yetu na tunaeleza mafanikio. Sasa naona wenzangu wanasema hakuna mafanikio yaliyopatikana kwa miaka 50. Sijui walikuwa naishi nje. Kuanzia hapo wakija kuwaeleza kama wanasema miaka 54 iliyopita hakuna kilichofanyika, basi walipokuwa katika vyeo vile vya uwaziri hawakufanya chochote. Sasa kama hawakufanya chochote, wanakuja na kitu gani sasa kwamba wanaweza kufanya? Tunataka kiongozi ambaye pale Jangwani nilieleza. Kwanza tunataka kiongozi mzalendo, kiongozi anayethamini utu, kiongozi anayeheshimu watu, kiongozi anayeunganisha watu. Ndiyo fanikio kubwa alilotuachia Mwalimu. Wanasema yote kwa sababu Mwalimu alituletea amani, na amani ile alileta kwa kutuunganisha tukawa na umoja. Umoja ndio msingi wa amani na utulivu tulionao. Sasa tunataka kiongozi ambaye atalinda umoja huo, atalinda amani yetu. Magufuli wakati wote amesema anawatumikia Watanzania. Huyu ni kiongozi wa CCM. Lakini wakati wote akiwa katika serikali anasema na watumikia Watanzania. Ulikuwa msikia akienda kukagua barabara anasema ni hao wote. Watapita CCM, watapita Chadema, watapita CUF. Hakuanza leo. Ndio mwelekeo wake huo. Nasema Magufuli ni mzalendo. La pili nilisema tunataka kiongozi mwadilifu. Sasa hivi tatizo letu kubwa katika nchi ni kwamba rasilimali yetu haitumiki vizuri, inakwenda mahali pasipostahili. Tunataka kiongozi mwadilifu, mwaminifu, asiyekuwa na tamaa ya utajiri, ili asimamie rasilimali za taifa zitumike kwa maendeleo. Sasa niwaeleza Magufuli, mimi niliteuliwa kuwa mwenyekiti wa tume ya kero ya rushwa. Wale ambao wamesoma taarifa hii, chanzo kikubwa cha ufisadi tumeandika kwenye taarifa hii ni uhusiano wa viongozi na matajiri. Ukisha kuwa na uhusiano na matajiri utaweza ufisadi, kwa sababu mikataba ile kama ni kujenga barabara, basi fedha zile labda ni 1 inatumika kwenye barabara, zingine zimekwenda. Nimeambia mfano tangu wakati ule haya mambo ya ufisadi yote yalikopita. Mmesikia ujenzi kuna ufisadi? Kwa sababu alisimamia Magufuli. Na yeye ni mwazi. Akisimamia barabara anaanza na kuambia barabara hii ina urefu wa kilomita kadhaa. Mtajua barabara hiyo ina urefu gani. Atasema itajengwa kwa kiwango hiki, mtajua. Atasema mjenzi ni huyu, mtajua.
aseme itachukua muda fulani, mtajua. Itatumia kiasi kitakachotumika, mtajua. Ni muwazi. Akishawatangazia hivyo, maana yake kama isipojengeka itakuwa fedha zimeibiwa. Nimepata kusikia imetokea hivyo. Huyu ni mwadilifu. Tatu, mchapakazi. Sasa hii sitaki kuieleza zaidi. Mnajua ni mchapakazi. Katika hao wagombea wanane, mtu anayekaribia sifa za Mwalimu ni Magufuli. Alikuwa mzalendo, alikuwa mwadilifu, alikuwa mchapakazi. Tumia muda wake wote wa maisha yake kuwatumikia Watanzania. Nyinyi watu wa Butiama mnafahamu. Amekuwa rais mwaka 62 mpaka mwaka 74 75 anaishi kwenye kijumba chake kidogo pale juu. Hakutumia urais wake kujijengea jumba kubwa. Ni 74 Stanu ikaamua inamjengea nyumba ile ya kwanza pale Mtongo. Hakujenga nyumba nyingine. Alipostaafu ndio jeshi likampa zawadi hiyo nyumba ya pili. Hakuchukua hela ya Mtanzania kujinufaisha, lakini aliwatumikia Watanzania. Mimi naamini kabisa katika haya mazingira tulionayo, nikitazama wote wanane, kwanza anayesema ukweli na muona ni Magufuli. Nikiwaangalia wote wanane, sioni aliye mzalendo kuliko Magufuli. Nikiwaangalia wote wanane, sioni kama kuna mtu mchapakazi kuliko Magufuli. Mimi kwa watu wa Butiama, kwa watu wa Mara, kwa Watanzania, tusije tukafanya makosa. Wasije watu wanajua mna matatizo, wanawaambia mkituchagua. Mwingine nisikia anasema tatizo la maji nikisha hapa tu saa 48 tatizo litakuwa limekwisha. Hivi mnaweza kuelewa? Hapa inaelezwa matatizo ya maji. Na kupanga ni kuchagua. Unajua unakwenda kwa hatua. Inaonyesha mafanikio tuliyopata na inasema baada ya miaka 5 tutakuwa tumefika kiwango gani. Msije mkadanganywa na watu ambao wanajifanya wana uwezo wa miujiza kwamba miaka 5 watakuwa wamefuta maradhi katika nchi hii, watakuwa wamefuta umaskini katika nchi hii, watakuwa wamefuta ujinga katika nchi hii. Unakwenda kwa taratibu. Ukiona tulikoanzia, tumeshughulikia na maradhi, tumeshughulikia na ujinga, tumeshughulikia umaskini. Tulivyo sasa sivyo tulivyokuwa hapo awali. Sasa tuweke msingi, wanaokuja waendeleze zaidi. Baada ya kusema hayo, nilitaka kuanza tu, lakini nilisahau. Nilitaka kujua kwanza kama mtampa kura kabla sijasema maneno hayo. Lakini nimesema mtampa Magufuli kura. Sijaona mikono ya kutosha.